Amina. Hii ni tabia ya nguvu ya nini? Ya asili. Utamkuta mtu ameokoka, lakini pamoja na wokovu wake mwongo. Amina. Jambo hajalishuhudia, amelisikia, akilipeleka kwa watu analipeleka kivingine. Amina. Anapata wapi uwezo? Hii ni roho iko ndani yake. Amen. Tusiposema amina, unakwambia sasa. Nakwambia kweli. Utakuta mtu ameokoka mzizi. Amina. Yaani pamoja na kuokoka kwake, lakini bado kuna roho inamfuatilia ya ufizi. Amina. Hii ni roho ya asili. Amen. Usiseme amina wewe. Amen. Na utajuaje hii ni roho ya asili? Kama ninavyohubiri. Amen. Wakati unapaswa hili neno likusaidie, linaingia wazo jingine. Yaani utu wako wa ndani unapokea kazi mpya, unapokea taarifa nyingine, unaanza kutafakari ambavyo vipo. Sasa ukuu wake Mungu utakaa wapi? Roho yako tayari umeshasimama, Mungu akusaidie. Halafu unaachana na hilo la Mungu, unaanza kuwaza jingine. Ni siku zote, masaa yote, wakati wote utabaki pale pale. Sio furaha yake Mungu. Furaha ya Mungu ni kuona na kusaidia wewe. Sema amina. Sasa. Amen. Ile nguvu ya asili nani? Amen. Ile nguvu ya nini? Ya asili. Naongea watu siku zote, chunga sana. Mtu akikwambia Mungu mimi ameniokoa. Ulikuwa nini? Nilikuwa siku vikimchanganya kwenye wokovu Mungu. Amen. Ataangalia mume wa nani anamfuata. Amen. Atamdalalia kwa namna yoyote. Amen. Na mimi nilikuwa mwizi, nilikuwa naimba sana mimi. Amen. Chunga sana. Siku vikimwendea vibaya, watapigwa watu simu hata kanisani. Ndio maana unasikia leo watu wanasema simu imepotea wapi kanisani? Aibu. Amina. Akisikia mtu aje anasema simu imepotea wapi kanisani? Simu gani? iPhone. Macho mangapi? 3. Amen. Inakulazimu ukija na simu. Sasa unakamata hivi simu, unaanza kuangalia hapa haikai, hapa haikai. Ukiweka chini, kama unasubiri mdudu fulani umemuinda toka asubuhi na unamngojea tokee, akionyesha kichwa tu anarungu. Amen. Naongea na watu, haleluya. Amen. Kuna zipo hizo roho. Nitafundisha wakati mwingine, Mungu akinipa.